haiwezekani na haitowezekana. Hata mimi nasema hivyo hivyo. Haiwezekani na haitowezekana. Mbona sikuelewi? Mara unasema inawezekana, mara unasema haiwezekani. Na kama inawezekana, kwa nini ulisema tuachane? Hapana mpenzi wangu. Niliongea kwa kuwa shinikizo tu la wazazi. Mzazi wangu ndo alilazimisha iwe vile. Kwa hiyo, penzi letu na baba na mzazi? Kama ni shinikizo la wazazi, hata mimi mzazi wangu hataji ili penzi. Mbona mimi nalipambania ili tusiachane mimi na wewe? Najua. Hata mimi pia niliteleza tu. Maana tulianza mbali sana mpaka hapa. Vipingamizi vilikuwa ni vingi mpaka kufika hapa. Lakini nilikosea tu. Kwa hiyo nikuombe tu, nisamehe kwa kilichotokea. Ninavyokujua wewe, sio muoaji, ni mchezeaji tu wanawake. Mimi yanihusu brother. Mimi lengo langu nilivyomfuata sio lengo langu kumuoa. Lengo langu ni kumchezea na kupita hivi. Na kama unavyojua, siku zote yule mtega nyama atatumia kila mbinu, staili yoyote ili kumpata yule mnyama ambao anamhitaji. Iwe kwa wavu, kwa kamba, kwa mpira. Sisi unanielewa? Haupaswi kufanya hivi. Swala zima la ndoa ni lazima awashirikishe wazazi wake. Hauoni kama unamharibia? Yeye na wazazi wake brother. Na mimi pia na wazazi wangu. Kwa hiyo mimi alinihusu. Mimi lengo langu ni kumchezea na kuachana naye. Ila tambua, mbio za sakafuni huishia kingoni. Na kila kilema kapewa mwendo wake wa kutembea. Unajua brother, yule mdada wakati anakuja hapa kijijini, lakini bado nakuhitaji. Una uhakika utalipambania penzi letu? Aswa, iko ndo kitu kilichopo kwenye moyo wangu. Yaani ninachokifikiria kwa sasa ni kuhusu penzi letu tu. Yaani sitorudi nyuma tena. Na kuahidi mimi ni wa kwako. Nimefurahi kusikia hivyo. Naomba tulipambanie mpaka mwisho ili tufikie malengo. Sawa. Iko ndo ninachokupendea. Napenda sana ujasiri wako. Napenda sana uzuri wako. Then nashukuru sana kwa Mungu kupata mwanamke bora kama wewe. Sitotupa hii thamani yangu. Hii ni kama zawadi niliyopewa. Sawa. Kuwa makini. Sawa. Nami pia nashukuru sana kupata mwanamke mwelewa kama wewe. Kwangu ni zaidi ya zawadi. Nashukuru kila siku kwa Mwenyezi Mungu. Na kuombea kupe maisha marefu ili tutimize malengo yetu. Nakupenda. Kutoka mjini alijikuta ni queen sana. Afa alijikuta katika mwanamke alikuwa anajisikia. Yeye ni mwanamke ambaye alikuwa anajisikia. Nimemfuata mara ya kwanza, nikamuelezea hisia zangu. Akanitupa kule. Nikaona sio mbaya. Nikatumia talking pose yangu ambayo naijua mwenyewe. Nikamfuata na kumwambia nataka nimuoe. Na ndipo aliponikubalia. Na mpaka sasa hivi mnavyoona niko naye, naishi naye, afu natamba naye. Lakini kuhusu kumuoa, hilo kwangu alipo. Ila tambua, na kila mtu majanga ula nduguye. Na usije ikawa baadaye unatufuata hapa unalia. Oa wanangu nisaidieni. Tutakupa msaada wote. Sasa kutokea kuhusu Badman. Mbona ndo alipo? Kutokea kwa Badman tena. Yule mbona mimi naona iko kitu hakipo kwa Badman. Kwangu mimi hakipo yani. Ondoeni wasiwasi kuhusu sijui kitakutokea nini. No. Huyu msera anaitwa Badman. Huyu msera kazi yake kuragai madada. Kuna jambo zito sana limetokea. Na tusipoziba ufa tutajenga ukuta. Tatizo gani tena? Mbona unanitia hofu? Yaani mdogo wangu ana mahusiano na mdogo wako wewe. Kipenzi. Mbona unanichanganya? Ni kweli kabisa. Na yanavyoonyesha ni ya muda mrefu. Maana yamenivuruga kweli kweli. Sijui hata tunafanyaje kwenye hili. Ni mwenyewe unanichanganya. Hata sijui tunafanyaje. Sasa tunafanyaje? Ila
hakuna shida. Yaani hapa inabidi tutumie akili sana kulivunja penzi lao ili la kwetu liendelee. Maana na wasiwasi sana ikija kutokea akipata mimba au kutangazika ndoa, sisi ya kwetu yatavunjika. Sasa tutafanyaje? Hivi mbona siku hizi sikuelewi? Maana umeniahidi unataka kuleta barua kwetu, tunaona kimya mpaka saa hizi. Ni kweli. Nilikuahidi kuwa nitaleta barua. Na sio kama eti nimekuahidi kwa uongo. Niko serious na naleta barua. Ni business tu ambazo nakumbana nazo na ndio maana nakosa ule muda wa kuleta barua. Business hizo business gani kila siku haziishi? Na unajua mara ngapi nimewakalisha wazee nyumbani? Lakini mpenzi, tunajua kuwa hili jambo ambalo tunahitaji kulifanya linahitajika pesa. Na hizo business na ndo ambazo mimi zinaniweka, yani niwe business ni kwa sababu ya kutafuta hiyo pesa ili niweze kuleta barua. Kama pesa si nilishakupatia 30,000 nzima. Uongezee. Ndio. Lakini business inakuja kwenye ile 20,000 ambayo imebaki ili kutimia 50,000. Umekuwa ni mgumu. Basi sawa, utoe 20,000, chukua 30,000 ukakone barua ulete nyumbani. Oh. Kumbe hata hilo linawezekana? Sasa mbona kuniambia mapema? Kama lingekuwa linawezekana tokea kitambo ungekuwa umeniambia. Mbona ingekuwa sasa hivi tayari nishamaliza kuleta barua zamani sana. Kama hilo linawezekana basi halina shida kabisa. Mimi nitaleta barua hiyo 30,000 na nakuahidi kuhusu la kufanya ile niachie mimi. Nitajua nafanyaje. Maana hawezi akatuzidi akili, wale bado watoto wadogo sana kwa hiyo. Kwa hiyo nitahakikisha natumia kila uwezo wangu ili nivunje mahusiano yao na sisi ya kwetu yaendelee. Maana tukichelewa litatokea jambo. Hatimaye mchao. Kuna hakika na unaongea? Ondoa hofu kwenye hilo. Hamna mtu anaweza kutuvunjishia penzi letu mimi na wewe. Naahidi kabisa nitakupambania na nitalipambania penzi langu mpaka mwisho. Nashukuru sana. Maana niko tayari hata kudondoka damu ili penzi letu lisimame sawa. Asante sana kwa kusikia hivyo. Ila kikubwa, ondoa hofu kabisa, ondoa mawazo. Hilo niachie mimi. Mwanaume anajielewa, sheria ya kwanza atamlinda mpendaye. Sitopenda kuona unaumia hata siku moja. Basi sawa. Basi hamna shida. Niachie mimi, hilo limeisha. siwezi kukupoteza. Wewe ni kipenzi changu ambacho nakipenda sana. Hakuna mwanamke ambaye nampenda zaidi yako wewe. Kwa kama hiyo ofa kabambe ipo, hakuna shida. Taleta barua. Sawa. Ila jihadhari sana. Usije ukanidanganya. Usije ukanijaza sumu. Sisi wanawake tunakuwa na sumu kama nyoka. Hapana. Siwezi kukudanganya. Nitafanya kwa sababu nakupenda. Ila nisingekuwa nakupenda, hiko ndio kitu ningeweza kudanganya, lakini kwa sababu nakupenda siwezi kudanganya. Ila sasa ningekuomba kitu kipenzi. Kitu gani? Ujue kwenye ile jambo ambalo tuko nalo, mimi nilitamani kitu kimoja. Ninavoleta barua isipita walau hata wiki moja niweze kukuoa mazima, nilete mahali. Lakini nilihitaji uendelee kunikampani kama ulivyonikampani kwenye barua. Wala ungeweza kunisupport 50,000, hata 150,000, hata kama ni 200,000. Ili ninapoleta barua isipita hata siku nyingi. Mimi sijapenda eti naleta barua na kaa sijui mwezi. Sitaki iwe hivyo. Usijali kuhusu hilo. Nitalipambania juu chini. Okay, poa. Namshukuru sana Mungu kwa kunipa mwanamke mwelewa kama wewe. Ujue umeumbwa ni mwanamke fulani hivi, mfano wa malaika. Acha tu. Nakupenda sana na nakupenda zaidi na nitabaki kukupenda tu. Sitakubali kukupoteza. Okay, sawa, acha mimi niende. Okay. Huyu msera anaitwa Badimani. Huyu msera kazi yake kuragai madada. Wasama, wasama, wasama.
mama. Rafiki yangu, umguni wa kwako. Ina jambo kidogo linanisumbua, nimeona bora nije kushirikiana na wewe, huenda litaenda sawa. Maana kama unavyojua, mimi pale nyumbani naishi mimi na dada yangu. Na yule dada yangu kwa sasa ameshamaliza elimu, yaani ameshamaliza form 4. Na tabia ya watoto wa kike wakimaliza shule unawajua, wanakuwa na mihangaiko sana. Kwa hiyo naogopa nisije nikapokea mtoto ambaye hana baba. Kwangu itakuwa fedheha kubwa sana. Na kwa kuwa wewe ni rafiki yangu na kuamini sana, tumesaidiana kwenye mengi, tumeishi vizuri sana. Mimi nilikuwa naombi umuoe dada yangu. Sasa tuame kwenye urafiki, tuwe mashemeji. Hilo unalionaje? Ndugu yangu, unasema kweli au? Aswa, siwezi kukutania kwenye hili ndugu yangu. Nipo serious. Ndugu yangu, uliongea sio baya sana, ila kidogo umenishangaza. Maana hata mimi nilikuwa na mawazo kama hayo, muoe dada yako. Lakini kwa namna mimi na tulivyokuwa, tulivyoishi, yule naye nilikuwa namchukulia kama mdogo wangu. Yaani kama ndo wote ndugu. Sasa unaponiambia kuja kunimuoe, hapo ndo kidogo unanishangaza. Tena unanishangaza sana. Alafu namna tulivyoishi mimi na wewe. Hivi nadhani hata mzee wako anaweza kukubali kweli? Kuhusu faza hilo halina tatizo. Maana yule mtoto kama nilivyokuambia, kuhusu mdogo wangu yupo mikononi mwangu. Na mimi ndo nilipewa mamlaka yote ya kumlinda na kumpa kitu sahihi. Na mimi siwezi kumpa mwanaume ambaye nahisi kabisa huyu sio sahihi kwenye familia yetu. Kwa hiyo nimekuchagua wewe kwa kuwa nakujua vizuri. Hivi nikwambie mara ngapi ili uweze kunielewa? Nilikuambia mahusiano wewe na mtoto wa Msati siyataki. Lakini bado unaendelea kumfuatilia tu. Kwa nini mwanangu hutaki kunielewa? Baba, mbona mimi nishaachana na huyo mtu unayemzungumzia? Kaya wewe. Mimi ninatambua usiyotambua wewe. Wewe una akili kuliko mimi. Mimi natambua wewe na mtoto wa Msati bado mahusiano yenu yanaendelea. Kwa nini unataka kunichanganya? Baba, kwa nini mna ugomvi gani wewe na mzee Msati? Upasi kujua mimi ugomvi na Msati. Wewe kinachotakiwa kunisikiliza mimi yale nitakayokueleza. Sio uniuliza habari za Msati. Wewe anakuhusu nini? Kwa hiyo ondoa pressure kabisa na hofu yote toa. Umenielewa si rafiki yangu? Yaani yule mimi ananisikiliza kuliko mtu yeyote. Na mimi nikiamua ndo anafanya. Maana mimi ndo kaka yake ambaye namlea na kumtunza yule binti. Kwa hiyo ndugu yangu, pokea ombi langu na kuomba. Basi ndugu yangu, niseme tu labda kwanza nikushukuru kwanza kuwa na moyo huo na kuniamini mimi kama ndugu yako. Unajua mtu mpaka na ukabidhi dada yako ndio kwa kuamini kweli kweli. Na mimi sitaki nitoe uaminifu wangu kwako. Kwa hiyo cha kufanya ndugu yangu hapo, mimi sawa nimelipokea kwa mikono miwili. Lakini sasa changamoto inakuja kwamba mimi bado sijipanga. Yaani kifupi kwenye mazingira ya pesa, mimi kidogo nimekuwa mtihani kwa sasa hivi. Sasa sijui kwa hapo tunafanyaje. Rafiki yangu, kuhusu swala la pesa usiona pressure kabisa. Ondoa hiyo hofu. Mimi nitakupa pesa ya barua na nitakupa kiasi cha kuanzia mahali. Alafu utakayebakia ukishamaliza mavuno utakuja kumaliza mwenyewe. Ila ninachokiomba wewe kwako, andaa pesa ya mavazi ya kwako mwenyewe na ya biharusi. Na nataka uandae sherehe. Maana si unajua sherehe ina hadhi kidogo. Maana si unaona mdogo wangu mwenyewe alivyo basi ndugu yangu, sasa nashukuru sana. Maana mpaka kumfikia tu hadi kunisavoid hadi swala mali kidogo. Hapo mimi nashukuru sana. Kwa hiyo kuhusu swala la kidogo ka sherehe kidogo nitajitahidi. Walau kidogo kwa uwezo wangu nitaonyesha na sherehe lazima tafana. Basi mimi nashukuru sana kwa kunipokelea ombi langu. Maana hili lilikuwa inaniumiza kichwa sana. Binti akiwa mazingira yale. Ingekuwa aibu sana kupata mtoto akiwa hana baba. Kwa ndugu yangu mimi nasemaje? Mimi nakwenda. Nilikuja kwa hilo tu. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kupokea ombi langu. Ndugu yangu hilo halina shida. Mimi nashukuru sana.
Hilo sitaki uliulize. Na ukiendelea kunifuatilia, nitakufunga mdomo wako, hautaongea milele. Kama kuna mwanamume yeyote atakaye kuhitaji wewe, basi mimi niko tayari kukuozesha wewe, hata kama itakuwa hana pesa, hata bure. Mimi niko tayari kumuozesha, lakini sio kwa mtoto wa Msati. Sio, unanielewa? Sawa baba, nimekuelewa. Haya, toka. Toka. Wewe unampenda mtu nisiyopenda mimi? Huyu mzee naye mzee kijoni, kazi yake naye kuanga tu. Oh, kuanga tu. Wasama, wasama, wasama. Kale! Mbavu wewe. Moyo unakupa nafasi, moyo unapitia mengi magumu. Wangu moyo, wangu moyo. Kwa nini unanichukuliaje? Unanichukuliaje? Kwa hiyo umeamua sasa umalaya wako umetembea huko. Unaona bora ulete hapa nyumbani, si ndio? Si ndio? Kaka mimi lakini amenipanga atanioa. Kaka mimi nimepanga atanioa. Wewe bado mdogo nakwambia, mpumbavu wewe. Wewe shule si ndio umemaliza juzi, nimekutafutia kazi. Kiko wapi mpaka leo? Unataka eti kuolewa? Kuolewa? Wewe kuolewa utakuwa wewe. Mbavu kweli wewe. Sasa nakwambia hivi, nakwenda huko kwa mpumbavu mwenzio huko. Huko kwa mpumbavu mwenzio. Nitakavyoenda kumfanya huko, atanieleza na atakuja kukuambia kama mimi nimemfanya. Eti nyoko. Wewe nani? Natoka hapa. Nataka upike. Tumeelewana sijui? Tumeelewana? Sawa. Wasama, wasama, wasama.